Bwana Yesu asifiwe sana ndugu mpendwa. Kabla sijajibu maswali yaliyobaki kama mwendelezo wa video iliyopita, nataka niongee jambo moja ambalo tutajifunza. Biblia haikuandikwa kujibu tu maswali ya science kama ninavyofanya, bali iliandikwa kama ufunuo rasmi ambao utatupatia majibu ya maswali ambayo tunakutana nayo katika maisha haya, ambayo kwa akili za kawaida, kwa hekima za kibinadamu hatuwezi kupata majibu ya maswali hayo. Na kwa sababu sayansi pia ni moja ya hekima za dunia hii na akili za kibinadamu, na yenyewe inafika ukomo. Hivyo inapofika ukomo haimaanishi kwamba ndo tukae bila kutafuta majibu rasmi. Ni heri tukarudi katika neno la Mungu ili tupate chanzo, kwa sababu inatuelekeza katika chanzo cha majibu. Ni neno ambalo liliandikwa na mwenye hekima ipitayo hekima zote za dunia hii. Ukisoma katika kitabu cha Ayubu sura 11 na ule mstari wa 7, neno la Mungu linasema, "Je, waweza kuuvumbua ukuu wa Mungu? Waweza kuufikiria upeo wa huyo Mwenyezi?" Hekima zetu zinapofika mwisho haimaanishi ndio hekima ya Mungu imefika mwisho, kwa sababu akili yake na upeo wake ni mkuu kuliko sisi. Lakini pia hata ukisoma katika kitabu kile cha Isaya sura ya 55 na ule mstari wa 8 mpaka wa 9, neno la Mungu linasema, "Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu sio njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu." Lakini pia tuongeze katika kitabu cha Zaburi ile ya 147 na ule mstari wa 5, "Bwana wetu ni mkuu na mwingi wa nguvu, akili zake hazina mipaka." Ninachotaka kukisema hapa ni nini? Ninachokifanya hapa sio kuikosoa science, bali ninachokifanya hapa ni kuonesha mipaka ya sayansi, na kupitia mipaka hiyo kudhihirisha ukuu wa Mungu, kwa sababu neno la Mungu linatuambia akili zake hazina mipaka. Hivyo sisi na akili zetu tunaposhindwa haimaanishi kwamba Mungu ameshindwa, kwani haujawahi kusikia kwamba watu wanaenda hospitalini wanajiona kabisa wanaumwa, lakini wanapofika hospitalini wanaambiwa na madaktari kwamba ugonjwa hauonekani na hawawezi kutibiwa. Na wapo baadhi ya madaktari ambao wanakuambia kabisa ni heri ukaenda nyumbani mwa Bwana ukaombewe. Hiyo inaashiria nini? Akili zao zimefika mipaka, akili zao zimefika ukomo, sayansi yao imefika ukomo, na ndipo wapo wanatambua kwamba ni heri waende nyumbani mwa Mungu, kwa sababu Mungu anaweza kuponya zaidi ya vile ambavyo akili za binadamu inaweza kuponya. Hebu fikiria kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ilikuwa ni zaidi ya science. Tunajua jinsi mimba inavyoweza kutungwa, lakini kwa sababu akili za Mungu, upeo wake uko mkuu zaidi, kwa nguvu zake aliweza kuweka ile mimba katika tumbo la Mariamu na Bwana Yesu akazaliwa. Sayansi haiwezi kutambua namna lile tukio lilivyoweza kutokea, lakini ukuu wa Mungu unatudhihirisha kwamba yeye anaweza kila kitu. Pia mtumishi Petro ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa experience ya maisha aliyokuwa nayo na nguvu alizokuwa nazo katika uvuvi, lakini bado alifika sehemu akasema, "Tumevua usiku kucha bila kupata kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu." Kwa nini alisema vile? Aliacha experience, aliacha akili, aliacha ule uwezo uliofika ukomo wake na mipaka yake, akatambua kwamba huyu anayeongea hapa ni mkuu kuliko akili zangu, ni mkuu kuliko ujuzi wangu, ni mkuu kuliko experience yangu ya maisha, hivyo nitashusha nyavu. Na kweli baada ya kushusha nyavu alipata samaki wengi. Hivyo ninachokifanya hapa si kosoi science, natambua mipaka yake, natambua hekima za binadamu, lakini hekima hizi zinafika mwisho. Tumesoma katika maandiko haya kuonesha kwamba hekima ya Mungu ni kuu zaidi. Hivyo tunapofika ukomo, basi Mungu ndiye hapo anaanzia na anatenda zaidi ya vile ambavyo tunaweza tukafikiria. Ni eneo moja ambalo nimechagua kuanza nalo
katika uumbaji wa ulimwengu huu. Sayansi inasema kitu gani na Biblia inasema kitu gani? Kila eneo linajaribu kuelezea namna yake, lakini sayansi ina ukomo wake na haiwezi kujibu maswali yote. Na moja ya maswali ambayo nitakwenda kuyajibu siku ya leo, utaona ni jinsi gani inafika ukomo, kwa sababu tulikuwa tumebakiza maswali mawili. Swali mojawapo lilikuwa ni where did singularity come from? Swali lingine lilikuwa ni what happened at the moment of the Big Bang? Hayo ni maswali ambayo katika theory hii ya Big Bang wanasayansi wenyewe wanasema kwamba ni limitation, kwa sababu hawawezi kuelezea hii singularity ilitokea wapi. Kwa maelezo yao wanasema kwamba singularity ni point katika black hole ambayo ilikuwa na very high temperature, lakini ilikuwa ni high dense, ilikandamizwa sana kiasi kwamba ikaanza ku expand, na mwisho wa siku ndipo ikazalisha galaxies ya universe, ya space pamoja na time. Lakini maelezo haya unaweza kuona kwamba wanaelezea kana kwamba tayari hiyo point ipo, lakini hawana maelezo ya kwamba point hii ilitokea wapi. Katika maelezo mengine unasema ni hii point ni pale ambapo artificial intelligence AI zina exceed human intelligence, ambapo inapelekea kunakuwa na unpredictable and uncontrolled events, uncontrolled and unpredictable growth of technology. Kwa hiyo wanaelezea ni kwamba tayari hiyo point ipo, lakini imetokea wapi? Wanakiri kwamba ni limitation ya theory hii, na ukishasema ni limitation maana yake ni mpaka huo tayari umejiwekea. Lakini Mungu hana mipaka, upeo wake ni mkuu. Kwa sababu theory hii ina mipaka, tunarudi kuonesha chanzo cha ulimwengu huu ni upi. Ndipo tunapokuja kusoma katika kitabu cha Yohana sura ile ya 1 na ule mstari wa 3. Inasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Hivyo tunarudi katika neno la Mungu na kusema kwamba kila kitu kinachoonekana hapa duniani kilifanyika kwa neno la Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika kilichoweza kufanyika. Bila kuwepo na Mungu, basi kutokea kwa vitu vyote vilivyotokea hakuna maana, kwa sababu chanzo hawakitaji kilichosababisha kuwepo kwa vitu hivi vyote. Kwa hiyo neno la Mungu linatuthibitishia kwamba chanzo cha kila kitu ni Mungu. Sayansi imefika ukomo, wanaelezea tu baada ya tukio lile kutokea, wakisema kwamba ni hii singularity. Hapo wanajaribu tu kuonesha ni mwanzo wa hicho kitu, kwa sababu sayansi tulishasema bila time, bila space haiwezi kupata majibu. Kwa hiyo tayari wanaonesha kitu hiki kipo, na kutokea hapo wanaanza kusoma vilivyotokea vyote baada ya hii singularity. Ni point ambayo haikuwa eneo lolote, haikuwa katika space, haikuwa katika eneo fulani, bali ni ilianza tu. Lakini ilianzia wapi? Hawana jibu. Kwa hiyo chanzo cha ulimwengu huu na vitu vyote kutokea ni Mungu mwenyewe. Biblia inajibu maswali ya kwa nini kipo, nani alikiweka. Tunatambua mipaka ya sayansi, lakini mipaka ya Mungu haipo. Upeo wake ni mkuu. Ayubu anauliza, je, ni nani anaweza kuzipima akili zake? Hakuna, kwa sababu ni kuu na hazina mipaka. Na kwa sababu hazina mipaka, hivyo ni lazima tuendelee kuamini, tuendelee kumtumikia yeye na kuendelea kumsifu yeye, kwa sababu akili zake ni kuu mno. Maswali haya ni kilio kikubwa cha science, na ni lazima turudi. Chanzo ni nini? Chanzo ni Mungu. Pasipo yeye hakuna kitu kilichoweza kufanyika. What happened at the moment of the Big Bang? Ile moment ambapo Big Bang inatokea katika ile eneo la singularity, wanaeleza kwamba kulikuwa time ilikuwa ni 0, lakini pia temperature ilikuwa infinity, na ilikuwa ni ina mkandamizo mkubwa. Hivyo hakuna observation yoyote ingeweza kufanyika hapo, kwa sababu hakuna time, hakuna muda, wala uwezo ukapima kitu chochote. Na values zinazoitwa katika eneo hili zinaitwa ni Planck value. Theory inayoweza kuelezea katika eneo hili tunaita ni Planck epoch, ambapo kila kitu kilikuwa ni infinity.
na kama ni infinity, hivyo hakuna mathematical laws ambayo inafanya kazi, hakuna physics law ambayo inafanya kazi. Hivyo no way out unaweza kuelezea jambo lililofanyika hapa kisayansi. Wanasayansi wanaweza kuelezea tu the moment after the big bang, lakini at the moment of the big bang kilichotokea katika eneo hili hawawezi kuelezea. Hivyo ni limitation na mipaka ya sayansi hii tunaitambua, lakini tunaitumia mipaka hii kuonesha ukuu wa Mungu. Biblia haiwezi kujibu kwa in terms of kuonesha mechanics, kuonesha equations, kuonesha jinsi vitu vinavyofanya kazi, lakini inakupa ufunuo wa nini chanzo cha vitu hivi vyote vinavyotokea. Mungu mwenyewe, kuendelea kuamini na kumpa Mungu utukufu ulio wa juu zaidi, kwa sababu akili zake hazina mipaka. Na kwa nini kila tunaporudi katika chanzo ni lazima tuseme kwamba Mungu ndiye chanzo cha vitu hivi vyote? Kwa sababu Mungu yupo over the space. Aliruhusu space iwepo, aliruhusu muda uanze, lakini huu muda hautokuwa na power over him. Time ianze, lakini itaanza kwa ajili ya viumbe. Space itakuwepo, lakini space hii haitokuwa na power over God. Na ndio maana tunasema kwamba kwa Mungu hakuna mchana, hakuna usiku. Mungu hasinzii wala halali. Yeye hawi controlled na muda ambao sisi tunaishi. Mungu ndiye mwanzo, Mungu ndiye mwisho. Hana timeline. Hawi controlled na space. Na ndio maana tunasema yuko everywhere. Ni sisi tu ambao tunakuwa controlled na space, kwamba tunakuwa katika eneo fulani kwa muda huo. Lakini Mungu yeye yupo kila mahali, kila muda. Kwa sababu gani? Kwa sababu yuko out of space. Unavyosema out of space, maana yake ni space haina power over him. Kwa kila kitu kinachotokea anakiona na anaweza kuintervene katika muda wowote. Neno lake linavyosema hachelewi wala hawai. Hii inamaanisha nini? Ni kwamba hana timeline. Yeye kila siku kwake ni now, ni sasa. Ni sisi tunaona kama amechelewa au amewahi. Katika kutafuta majibu haya pia nikapata mfano ambao ni mrahisi sana kuuelewa. Watu tunaifahamu game ya GTA, either ni Vice City au ile San Andreas. Tunaweza tukachukulia mfano huo kuelezea Mungu alivyoumba dunia hii na viumbe vyote katika ulimwengu huu. Aliyetengeneza ile game ya GTA, ndani mule aliweka muda ambao huu muda utakuwa kwa ajili ya yule character ambaye yupo mule ndani. Muda huu hauhusiani kabisa na aliyetengeneza hii game. Yeye anaendelea na mambo yake, lakini huu muda upo kwa ajili ya character aliyepo mule katika game. Aliweka physics laws, aliweka mission, anajua kabisa huyu mtu ataanzia wapi na ataishia wapi. Lakini hivi vitu vyote vilivyopo ndani ya game havina power kwa yule author aliyetengeneza lile game. Kwa hiyo kama kuna time itafika usiku, itafika mchana, huyu aliyetengeneza hii game haimuaffect. Ndipo Mungu sasa. Muda upo kwa ajili yetu sisi. Space ipo kwa ajili yetu sisi, lakini haina power over God. Mungu aliruhusu muda, lakini muda utakuwa unatucontrol sisi. Miaka itakuwa inatucontrol sisi. Hivyo Mungu ni mkuu sana. Mungu hana mipaka. Kupitia maandiko, kupitia pia mifano, kuonesha mipaka ya science, na kupitia mipaka hii basi tunaona ukuu wa Mungu. Wanasayansi wameshindwa kabisa kuyajibu na wanakiri mipaka yao kwamba hawana majibu katika hilo. What happened before the big bang? Hawana majibu hayo. Where did singularity come from? Hawana jibu hilo. What happened at the moment of the big bang? Hawana jibu hilo. Vitu hivi vyote wanaviita kama ni limitation ya theory hii ya big bang ukija katika reality. Lakini sisi tunasema kwamba reality ilitengenezwa na Mungu mwenyewe. Vyote vilifanyika kwa huyo, na pasipo yeye hakikuweza kufanyika kilichoweza kufanyika. Ubarikiwe sana ndugu mpendwa kwa kunisikiliza. Tutaonana tena vipindi vinavyokuja.